Na mpenzi mtazamaji wa RCC TV, mbele yako hapa nipo na mtumishi wa Mungu Joshua. Joshua leo ana ushuhuda wake na ushuhuda mkubwa sana wa maisha yake mpaka kufikia katika maisha ya wokovu, kutoka katika maisha ya kidunia mpaka maisha ya wokovu. Na Joshua ametokea upande wa pili. Ninapozungumzia upande wa pili, yani ni imani nyingine tofauti na imani ambayo anaiamini sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe Joshua. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Leo tunahitaji tujue ni kitu gani kilichokusibu mpaka umefikia kuingia katika wokovu. Yes, kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni neema tu ambayo Mungu mwenyewe alifanya kukutana nayo, lakini sababu kubwa ya mimi kuokoka ni wazazi wangu. Yaani baba yangu yeye ndo alitangulia kuokoka. Lakini yeye baada ya kuokoka na mimi nikafuata nyuma. Labda historia fupi ilikuwa kipindi mimi niko darasa la kwanza, baba yangu nilikuwa namshuhudia akiwa mlevi sana, ana vurugu sana. Wakati mwingine hata akirudi nyumbani sitamani kumuona kwa sababu amani inapotea pale anaporudi nyumbani. Lakini baada ya muda mfupi nikashangaa baba yangu amebadilika ghafla. Amebadilika, anapenda kupiga stori vizuri na mimi, ananisimulia hadithi ambazo sikuwahi kuzisikia kwa watu wengine, ananipa historia ambayo sikuwahi kuzisikia kwa watu wengine. Nikawa najiuliza hiki ni nini kinaendelea? Mbona baba yule ambaye ninamtambua mimi sio baba huyu ambaye yuko leo? Ikabidi nimtafute baba na kumuuliza kwa sababu tayari nimeshakuwa huru kwa baba. Ikabidi nipate muda na mimi nimuulize, baba, mbona umebadilika? Baba akaniambia nimebadilika, kuna kitu kimenibadilisha. Kitu gani? Akasema subiri, siku nitakupeleka mahali ambako pamenifanya nibadilike. Kweli siku hazikupita, mzee akanipeleka mahali ambako palimfanya abadilike. Na hakukuwa sehemu yoyote, alinipeleka kanisani. Tukatoka asubuhi siku ya Jumapili, nashangaa anakonipeleka ni kanisani. Kweli tukafika pale, akaniambia hapa, tunaingia mlangoni, akaniambia hapa ndiko mahali palikonifanya nibadilike. Basi sitangia siku hiyo nikaanza na baba safari ya kwenda kanisani. Nikawa naoshuhudia baba anabadilika kadri siku zinavyokwenda. Vile ambavyo nilikuwa namtambua baba sivyo alivyo sasa ile muda ninayomuona sasa hivi. Hapo nikashangaa kitu gani kinaendelea kumbadilisha, lakini kila nikimuuliza ananiambia hapa ndiko nibadilisha. Na baba yako alikuwa ni imani gani? Ni Mkristo au ni imani nyingine tofauti na Ukristo? Baba yangu alikuwa ni Muislamu, kabisa Muislamu, familia yake yote ni Waislamu. Kwa sababu baba alizaliwa kwenye familia ya Kindengereko. Kindengereko wana asili ya Kiislamu sana. Na upande wa mama yake ni Wazalamu. Kwa hiyo Uzalamuni ni watu ambao wanafuatilia imani zao za Kiislamu, na kule Ndengerekoni nako pia Uislamu umetapakaa sana. Kwa hiyo yeye alikuwa ni Muislamu. Ni Muislamu wa muda mrefu tangia anazaliwa. Lakini pia na mama yangu nayo pia alikuwa ni Muislamu, wote walikuwa wameoana ndoa ya Kiislamu. Na kipindi hicho anafanya mambo yote ya ajabu ajabu, alikuwa yuko kwenye imani yake ya Kiislamu. Lakini baada ya kubadilika, kuamua kuokoka na kumfuata Yesu, ndo kaanza na mabadiliko. Lakini kule awali kabla hajamjua Yesu hakuwa na mabadiliko. Hiki kilinivutia sana, nikatamani na mimi nifanane na tabia zile ambazo yuko nazo baba. Na baba aliona nini mpaka akaamua kuingia kanisani na kumfuata Yesu? Cha kwanza baba, kuna siku nilimuuliza kitu gani ambacho kilikuvutia mpaka ukaamua kwenda kanisani. Cha kwanza kuna kitu alinihadisia, ni ushuhuda ambao ulikutana nao mama. Mama kuna kipindi alikuwa anaumwa. Baba muda huo anafanya kazi aluminium, kiwanda cha nondo. Kipindi anafanya kazi kiwanda cha nondo, baba alikuwa anaenda hospitali ya Inumandali pale. Ile hospitali ni shirika la Wahindi, tengenezwa na Wahindi. Kwa hiyo mtu anafanya kazi kampuni yoyote ya Kihindi, pale huwa anaenda, anahudumiwa, anatibiwa mpaka atakapopona. Ile gharama inasaidiwa na ile kampuni ya Wahindi ambayo anafanya kazi huyo mfanyakazi. Kwa hiyo mama akawa na ugonjwa ulimjia wa uvimbe, akaanza na majipu nje ya mwili. Akawa na majipu ya kutosha, mwili ulikuwa na majipu mengi. Yaani mama alizofika, akakonda, akawa mtu ambaye anateseka wakati wote. Na 90% hata bibi mama yake na mama walihama kijijini wakaja Dar es Salaam kwa ajili ya kumtazama mama kipindi anaumwa. Hawezi kufanya kazi yoyote. Pale mama akapelekwa hospitali akatibiwa majipu ya nje, akapasuliwa, lakini akaja akagundulika ana uvimbe kwenye tumbo. Yaani kuna jipu lingine limeota ndani ya tumbo. Kwa hiyo kilichotokea, madaktari wakapima, wakampangia muda wa operation. Kwa hiyo mama akapangiwa operation. Siku ambayo anatakiwa kufanyiwa operation,
walipita walokole pale kanisani, pale hospitali. Walivyopita wakamuombea, wakamwambia uko tayari tukuombee? Akasema niko tayari. Basi wakamuongoza sala ya toba, kisha wakamuombea. Baada ya kumuombea, mama akaambiwa hautopata tena operation. Kwa kuwa na yeye alikuwa na imani, wakati mwingine imani inakuja hata kipande kidogo, ili Mungu akuvushe uwe ushuhuda kwa watu wengine. Kweli ile imani yake iliyokuwa ndani ikasababisha mama apate uponyaji. Hata madaktari walipoandaa operation ikabidi wakampime vipimo ili aingie chumba cha operation. Cha kushangaza, wanampima wanakuta ule uvimbe haupo.